Karibu katika chaneli yetu. Leo tunaenda kuzungumzia vitu 10 vinavyoashiria kwamba mwenza wako hakupendi tena kama zamani. Kama wewe uko kwenye mahusiano, naomba usiondoke kwenye video hii hadi mwisho. Huenda dalili mojawapo zinakutokea au zitakuja kukutokea wewe bila kujua. Kupa dalili 10. Dalili ya kwanza: mawasiliano yanapungua ghafla. Hutumia muda mdogo kukutumia message au kukupigia simu. Hiyo ni dalili ya kwanza, unatakiwa. Hana muda kwa ajili yako. Maana yake nini? Anatumia muda wake kwa watu wengine au anatumia ishara za kukukwepa kukutana au kuongea na wewe. Anatafuta sababu. Hiyo ni dalili ya pili. Hiyo ni dalili ya tatu. Haonyeshi tena hamu ya kujali hali yako. Maana yake sasa, hawezi kukuonyesha au hawezi kukuambia umeshindaje, umeamkaje au unaendeleaje. Hizo zinapungua, unatakiwa unoti hicho kitu. Dalili ya 4: mazungumzo yake yanakuwa ni mafupi sana, yanaishia okay, sawa, poa, tutaona, haina shida, kesho. Hiyo ni dalili ya 4. Noti kama uko kwenye mahusiano au kama wamesalitiana na hayo mambo yanaendelea. Noti hiyo dalili. Namba 4: hakujumuishi kwenye mipango yake ya baadaye. Maana yake ukiwa na mtu kwenye mahusiano, anakupa milolongo kwamba kesho mtafanya nini, kesho mtafanya hiki, kesho mtaacha hiki, kesho. Anakuficha. Yaani kuna vitu hawezi akakwambia wewe kwa sababu huna umuhimu kwake. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye hakupendi. Usitoke kwenye mada. Anakasirika sana kwa vitu vidogo ambavyo hata zamani hakuwahi kukuonyesha. Unataka unoti. Anakasirika kwa vitu vidogo. Yaani unaona tu ana change. Ukiongea kitu kidogo anavimba, anakasirika. Anataka ukishaomba msamaha, ukisharudi ndo anakuambia poa, kesho basi tutaonana. Basi mambo yanaishia hapo. Unatakiwa unoti. Hiyo ni dalili ya 6. Wewe kama mtu mzima, yaani kama hiyo dalili inatokea, hajali tena hisia zako kama zamani. Hisia sio kwenye sex. No. Maana yake hajali uwepo wa furaha yako au huzuni yako. Kwa lugha nyingine, hawezi kukuuliza kwa nini leo una furaha, kwa nini leo una huzuni, kuna tatizo gani, niambie. Anakuacha tu. Baby, leo nina huzuni. Basi poa, tutaongea kesho. Yaani leo baby tuna furaha. Ni furaha gani hiyo? Sema. Basi kesho. Inaishia hapo. Hajali. Hizo zinaitwa ni hisia. Hisia sio sex. Hisia ni kwenye furaha, ni kwenye huzuni. Basi not hiyo ya 7. Anakuwa sana karibu na watu wengine na sio wewe. Yaani hatengi muda wa kuwa na wewe. Unashtukia tu leo yuko na huyu, unaanza kujiuliza kuna nini? Huyo anakukwepa. Yaani kwa lugha nyingine anataka atoke mikononi mwako. Unatakiwa ujitambue mapema. Dalili ya 9: mapenzi au juhudi ya mapenzi inaonekana kuegemea upande huu mmoja. Utajikuta wewe ndio unamwambia mipango yako, unajibebisha. Baby, leo nimeingiza shilingi ngapi? Baby, kesho nene. Yeye hana muda. Unakuta hata anakusikiliza. Safi, ongera sana. Sawa, ina shida. Najitahidi. Anaishia hapo. Wewe unayeanzisha mazungumzo. Yaani unaanzisha mazungumzo wewe. Baby. Kama kimi anasema wazi na kuonyesha kwamba amechoka mahusiano na wewe. Kwa kuna muda anafunguka tu. Ukiona amefunguka,
basi achana naye. Hiyo sio riziki. Kuna wengine wanakutamkia kabisa, bana, mimi nimechoka mahusiano yako, sijakuelewa. Basi ishia hapo, usilazimishe kamba hiyo, itakatika. Hizo ndizo dalili 10 zinazoashiria mpenzi wako hakupendi tena kama zamani. Je, kati ya hizo dalili 10 ni dalili gani ishawahi kutokea au ushawahi kuiona kwa rafiki yako? Toa maoni hapo chini. Kama umeipenda video hii, usisahau kumtumia mwenzako. Yaani chukua link hapo, share kwa rafiki yako na message na yeye ipate. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, pia kucomment ili kuona video hii na kujifunza moja ya tuliyozungumza mimi na wewe. Naomba tukutane tena katika video ijayo. Asante na karibu tena.